auawe. Kwa nini wanaua wa kiume hawaui wa kike? Hilo swala la kujiuliza. Kwa sababu wa kiume tayari ilikuwa imekwisha kutabiriwa ya kwamba ndiye atakayewatoa hawa watu katika nchi ya utumwa. Kwa hiyo shetani akasema nataka niwashikilie hawa watu mpaka pale nitakapochokeaga mimi. Sasa huyo Mungu anaibuka. Lazima shetani anyanyue pale vita. Ndio maana kama hujashika Mungu vizuri, ukiona umezaa mtoto siku ile akafa, rudi kwa Mungu vizuri. Pengine huyo mtoto alikuwa na kesho kubwa. Alikuwa na kesho kubwa. Shetani alipoangalia namna hii, akaona huyo mtoto atakuvusha. Akaona huyo mtoto ndiye atakuja kuwa msaada mkubwa kwenye maisha yako. Lazima ananyanyua vita pale kwa ajili ya kupigana na huyo mtoto. Anahakikisha anamaliza hapo au anamsubiria kwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyokuwa kwa Musa. Walipozaliwa tu wale watoto wa Kiebrania wa kiume. Sijajua wale wazalishaji walikuwa wako namna gani, lakini Biblia inasema walikuwa ni wacha Mungu. Wale wa hakika wasingekuwa wacha Mungu, Musa ingefutiliwa pale na kesha wana wa Israeli ndio pale. Tuko pamoja. Haleluya. Tuangalie mfano wa Ikabod alipozaliwa. Kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19. Samueli wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe. Ikabod, Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19. Amen. Biblia inasema hivi, kulitokea vita kati ya Israeli, Bwana Yesu asifiwe, na Wafilisti. Tuko pamoja. Baada ya kuwa wamepigana hawa ndugu, sanduku la agano likachukuliwa. Siku limechukuliwa, ndipo mke wa Phineas alikuwa anajifungua. Phineas ni mtoto wa Eli. Walikuwa wawili. Alikuwa Phineas na Hofni. Phineas alikuwa ameoa mwanamke. Wakati sanduku la agano linaondoka, ndipo mke wa Phineas anazaa. Sasa angalia, akamuita mtoto wake Ikabod, maana yake utukufu wa Mungu umeondoka. Sasa endelea kusoma kama unamwona Ikabod alifika mahali popote.